Yesu ni halisi, Yesu ni Mungu na Yesu anatenda. Huyu Yesu tunaohubiria anaweza kufanya mambo yote. Tuombe kwa imani na tuwe na uhakika tunapoomba. Kuna mtu anakuja kanisani lakini hana uhakika na huyo Yesu aliyemfuata. Anakuja kanisani kama kupoteza tu muda. Miaka 2000 iliyopita kuna watu wameishi na Yesu, kuna watu wametembea na Yesu, kuna watu wamekula na Yesu. Miaka 2000 iliyopita kuna watu walimwona Yesu akiteswa, Yesu akipigwa. Yesu alikuwa anakaa, analala, anaongea na watu, anakula na watu. Yesu alikuja kwa ajili yetu. Yesu alikuja kwa ajili yako. Yesu alikufa kwa ajili yako. Yesu akafufuka kwa ajili yako. Kwa nini alikuja kwa ajili yako? Aliona mateso. Yesu alikufa na akafufuka. Chochote ambacho kilikufa kwenye maisha yako kifufuke katika jina la Yesu. Sijui nimekuja kusema na nani, kifufuke katika jina la Yesu Kristo. Watu hawajui, wanajua Yesu amekuja tu kucheza Mungu. Sio Mungu. Amekuja kwa ajili yako. Watu wanahisi Yesu ni sinema. Yesu sio sinema. Yesu ni halisi. Anaishi, yupo, ni kweli na uzima. Maandiko yanasema kwa kupigwa kwake sisi tukapona. Lakini before, kabla Yesu kuja, kuna watu walikuwa wapate uponyaji. Kuna watu walikuwa wanaumwa mpaka wanakufa. Lakini leo unaweza kuwa katika hali ya kufa na nikakuwekea mkono na usife katika jina la Yesu. Unaweza kuwa katika hali ya kutoelewa na nikakuwekea mkono na ukaelewa katika jina la Yesu. Anasema kwa kupigwa kwake sisi tukapona. I don't know, msijui ugonjwa gani, lakini kwa kuwa Yesu amepigwa ugonjwa tangu leo na uamuru, sijui pumu, sijui sukari, sijui vidonda vya tumbo, sijui HIV, sijui ugonjwa wowote, upone kwa jina la Yesu. Upone kwa jina la Yesu. Haijalishi ugonjwa wa kurithi, haijalishi ugonjwa wa kuambukizwa, haijalishi ugonjwa wa kichawi, haijalishi ugonjwa wa kiganga, kwa kuwa Yesu alipigwa na sisi tukapona. Natamka uponyaji. Natamka uponyaji juu ya nyumba yako, juu ya ndoa yako, juu ya watoto wako, uponyaji kwa jina la Yesu. Yesu alizaliwa katika holi ya kulishia ng'ombe. Alizaliwa kama masikini ili sisi tupate kuwa matajiri. Ni kitu ambacho watu hawajakijua. Yesu anakuja mara ya kwanza, anapewa kitabu cha nabii Isaya aanze kuhubiri. Anasema Roho wa Bwana amenipaka mafuta kuwahubiria masikini habari njema, akiwa na maana hakuja kwa ajili ya matajiri, amekuja kwa ajili ya masikini. Na ndio maana alifanyika masikini ili sisi tuwe matajiri. So kama unaishi maisha ya kimasikini, kataa maisha yangu, kwa kuwa nimempokea Yesu. Yeye ni mfalme wa wafalme, yeye ni tajiri wa matajiri. I refuse to be poor. Na kuwa masikini kwa jina la Yesu. Umasikini sio fungu lako. Masikini sio fungu lako katika jina la Yesu Kristo. Yesu amekuja kama masikini ili kila anayemwamini na kumkiri afanyike tajiri. Kama umepata neema ya kuabudu hapa, Mungu anakuondoa katika hiyo hali. Hautaishi kimasikini. Yesu hajaamuru hicho. Hajaamuru hicho katika jina la Yesu. Ukitaka kujua kama swali yako ukisikia unasikia kurumia, nasikia kurumia, mbona na haya maisha mimi ya haki Yesu sio asili yako. Ukisikia nasikia kurumia, hujaitiwa hicho kuishi. Ukisikia nasikia kurumia katika hii hali, nasikia moyo wangu unauma katika hii hali, haujaitiwa hicho. Mungu hajakuita kuwa masikini. Mungu hajakuita kuwa mnyonge. Mungu hajakuita kuwa mgonjwa. Mungu hajakuita kuwa dhaifu. Mungu hajakuita uje kuchekwa, kudharaulika. Ukiona hiyo hata kuumiza ndani yako, unatakiwa kutoka na Mungu atakutoa. Na Mungu atakutoa kwa jina la Yesu. Mungu amenituma asubuhi ya leo. I don't know, sijui nasema na nani, lakini Mungu amenituma asubuhi ya leo. Ameona kuna watu wanaishi maisha ya mateso. Akaniambia kawaambie wanangu, muda wao umeisha kuishi maisha ya machozi, muda wao umeisha kuishi maisha ya mateso, muda wao umeisha kuishi kimasikini, muda wao umeisha kuishi katika magonjwa. Umeisha wa muda kuishi katika magonjwa. Hautaishi kutumia sindano, na hautaishi kupiga dawa, hautaishi. Roho wa Bwana yu juu yangu, naye amenipaka mafuta ili kuhubiria walokuwa gerezani watoke, kwenye vifungo wafunguliwe, vifungo vya magonjwa, vifungo vya machozi, vifungo vya madeni, vifungo vya umasikini. Roho wa Bwana yu juu yangu, amenipaka mafuta asubuhi leo, na utatoka katika jina la Yesu. It is not your push.